Leo tunakwenda kumwangazia mtu ambaye tumepata taarifa zake kwamba hatunaye tena duniani. Huyu anaitwa James wa Thiong'o. Watu wengi wanamjua kama Ngugi wa Thiong'o. Ilikuwaje? Ngugi wa Thiong'o huyu ni mwandishi, mhadhiri na mwanafalsafa maarufu kutoka nchini Kenya. Watu wengi walikuwa hawajui Ngugi wa Thiong'o ametokea wapi. Huyu anajulikana sana kwa kazi zake za fasihi ya Kiswahili na Kiingereza, hasa zile zenye ujumbe wa ukombozi, haki ya kijamii na uhuru wa Afrika dhidi ya ukoloni wa mfumo wa kibeberu. Bwana huyu anafahamika kama James Ngugi. Alibadilisha jina kuwa Ngugi wa Thiong'o mnamo mwaka 1970. Ngugi wa Thiong'o alizaliwa tarehe 5 Januari 1938. Alizaliwa katika kijiji cha Kamirithu, eneo la Limuru, nchini Kenya. Lugha za uandishi alizokuwa akizitumia sana ni Kiingereza na Gikuyu, lugha ya Kikuyu. Pia alihamasisha matumizi ya lugha za Kiafrika. Huyu alikuwa ni mwandishi mzuri wa riwaya, tamthilia, insha na tafiti kuhusu lugha, utamaduni na siasa. Aliwahi kusifika sana kwenye kazi zake. Kazi yake ya kwanza ilikuwa ni Weep Not Shadi. Hii aliitoa mwaka 1964. Riwaya yake ya kwanza kuhusu familia ya Kiafrika wakati wa mapambano ya Mau Mau. Alimwandika kijana mmoja kwenye vita ile ya Mau Mau. Ndani yake kuna stori nzuri sana. Mwaka 1965 aliandika The Rivers Between, riwaya iliyochunguza mgongano kati ya mila na Ukristo. Baadaye aliandika A Grain of Wheat mwaka 1967. Hii inahusu uhuru wa Kenya na kujitoa kwa wapigania uhuru. Mwaka 1977 aliandika kitabu kilichoandikwa Petals of Blood. Hii inakosoa kabisa unyonyaji wa kimfumo baada ya uhuru. Kuna kitabu aliandika mwaka 1980. Aliandika Devil on the Cross. Aliandika akiwa gerezani kwa lugha ya Kikuyu. Ni moja ya kazi mashuhuri zaidi zinazokosoa mfumo wa ukoloni mamboleo. Mwaka 1986 aliandika kitabu cha insha kinachotetea matumizi ya lugha za Kiafrika badala ya lugha za wakoloni. Hiki kitabu kiliandikwa Decolonizing the Mind. Mambo ya kipekee ya kuweza kuyajua kutoka kwa Ngugi wa Thiong'o. Huyu aliwahi kufungwa jela mwaka 1977 baada ya kuandika tamthilia iliyosomeka Ngahika Ndeenda. Hiki ni Kikuyu, lakini kwa tafsiri ya Kiingereza aliandika I will marry when I want, kwa maana ya Kiswahili nitaoa nikitaka. Humu ndani aliikosoa serikali ya Kenya iliyopelekea kuweza kufungwa gerezani. Aliacha kuandika kwa Kiingereza na kuanza kuandika lugha mama, yani Kikuyu, akiamini uhuru wa kweli wa Afrika unajengwa kwa kutumia lugha zao. Amekuwa mwalimu katika vyuo vikuu vya kimataifa kama yale New York University na University of California. Ngugi wa Thiong'o ni miongoni mwa waandishi mashuhuri barani Afrika. Aliyechangia sana kukuza fasihi ya Kiafrika na mjadala kuhusu uhuru wa kiakili, kiutamaduni na kisiasa kwa Afrika. Ana nafasi ya kipekee kama mwanaharakati wa lugha ya fasihi ya Kiafrika, na mara kadhaa amekuwa akitajwa miongoni mwa wanaostahili tuzo ya Nobel ya fasihi. Akiwa ni mtoto wa familia ya wakulima wa jamii ya Kikuyu, Ngugi alikulia katika mazingira yaliyokuwa yakikumbwa na changamoto za kikoloni, hasa wakati wa mapambano ya Mau Mau dhidi ya Waingereza. Alianza masomo yake ya msingi kijijini, kisha akaendelea hadi Alliance High School, mojawapo ya shule bora sana wakati huo. Baadaye alijiunga na Makerere University nchini Uganda, ambapo alianza kuandika hadithi na makala. Akiwa Makerere aliandika vitabu vingi kweli kweli. Ngugi wa Thiong'o baada ya kufungwa jela. Baada ya kuonyeshwa kwenye tamthilia hiyo, Ngugi alikamatwa na kufungwa jela bila kesi kwa karibu mwaka mmoja. Akiwa gerezani ndipo alipoandika Devil on the Cross kwa lugha ya Kikuyu. Baada ya kutoka gerezani, alizidi kushambuliwa kisiasa,
na kulazimika kukimbilia uhamishoni, akianza kuishi na kufundisha nje ya Kenya, hasa nchini Uingereza na baadaye Marekani. Ngugi wa Thiong'o amepewa tuzo ya shahada za heshima kutoka taasisi nyingi duniani. Kauli mbiu ya Ngugi wa Thiong'o: ameishi maisha yake akihubiri uhuru wa kiakili na kiutamaduni, mshikamano wa Kiafrika, kukataa mfumo wa ukoloni mamboleo, kutumia lugha za Kiafrika kama njia ya ukombozi. Ngugi wa Thiong'o si mwandishi tu, bali ni mwanamapinduzi wa fikra. Aliamini kwamba uhuru wa kweli wa Waafrika unapatikana pale ambapo wanaweza kuandika, kuzungumza na kufikiri kwa lugha zao wenyewe. Ana nafasi kubwa katika historia ya fasihi na fikra za Kiafrika kama mmoja wa nguzo kuu wa mapambano ya kiutamaduni baada ya uhuru wa kisiasa. Pumzika kwa amani, Ngugi wa Thiong'o. Dunia itakukumbuka. Umeacha kumbukumbu kubwa isiyofutika leo hata kesho. Umetuachia darasa la kuishi kitu chetu kwa ajili ya kutukomboa. Tunakushukuru, Ngugi wa Thiong'o.